Kilio kutoka gizani. Episodi ya 3. Ukweli unaanza kujitokeza. Msimuliaji ni Dennis Frateren. Karibu tena mpenzi msikilizaji kwenye channel yangu. Jina langu ni Dennis Frateren na hapa tunasimulia hadithi za kusisimua, mapenzi yenye siri nzito, udanganyifu na usaliti unaoweza kubadilisha maisha ya watu milele. Kama bado hujabonyeza subscribe, tafadhali fanya hivyo sasa. Washa kengele ya notifications na pia like video hii ili uwe wa kwanza kupata simulizi mpya kila tunapopakia. Katika episodi iliyopita, tulimwona Neema akisimama nje ya nyumba ya mzee Omari akiwa amechanganyikiwa. Ndani ya nyumba ile kulikuwa na mwanamke aliyekuwa analia, na ghafla mwanamke huyo alitoka nje akisema maneno ya kutisha. Neema, umemwamini Daniel, lakini hujui ukweli wake. Sasa simulizi linaendelea. Usiku ulikuwa umetulia sana. Nyota zilikuwa zinang'aa angani, lakini ndani ya moyo wa Neema kulikuwa na giza zito. Mwanamke aliyekuwa ametoka ndani ya nyumba ya mzee Omari alikuwa amesimama mbele yake akitetemeka kidogo. Nguo zake zilionekana kuchafuka na macho yake yalikuwa mekundu kana kwamba alikuwa amelilia kwa muda mrefu. Neema alimsogelea taratibu. "Unanijua?" aliuliza kwa mshangao. Mwanamke huyo alitabasamu kwa uchungu. "Ndiyo Neema, nakujua." Lakini kabla hajasema kitu kingine, Daniel alitoka haraka ndani ya nyumba. Uso wake ulikuwa umejaa wasiwasi. "Rehema," Daniel alisema kwa sauti kali. Neema alishtuka, kwa sababu hapo ndipo aliposikia jina la mwanamke huyo kwa mara ya kwanza. Rehema. Daniel alimshika mkono mwanamke huyo haraka. "Nilikuambia usitoke nje," alisema kwa sauti ya chini lakini yenye msisitizo. Rehema alimwangalia Daniel kwa macho yaliyojaa maumivu. "Nawe uliniambia utanisaidia," alisema kwa sauti iliyovunjika. "Lakini bado unanificha kama siri." Neema alikuwa kimya. Alikuwa anajaribu kuelewa kinachoendelea. Daniel akamgeukia. "Neema, tafadhali, usifikirie vibaya." Lakini kabla Daniel hajamaliza kusema, Rehema alimkatisha. "Anastahili kujua ukweli." Daniel alitikisa kichwa haraka. "Hapana." Lakini Rehema hakuonekana kuwa tayari kukaa kimya tena. Alimwangalia moja kwa moja Neema. "Unampenda Daniel, sivyo?" Neema alinyamaza kwa sekunde chache. Halafu akasema maneno yaliyomfanya Neema hisi moyo wake unapasuka. "Basi ujue kwamba Daniel si mtu unayemfikiria." "Rehema, tafadhali," Daniel alisema kwa hasira iliyochanganyika na hofu. Lakini Rehema aliendelea kumtazama Neema. "Miaka 2 iliyopita nilikuwa naishi mjini na Daniel." Neema alihisi kama pumzi yake inakatika. Daniel alifunga macho kwa muda mfupi kana kwamba alikuwa anajilaumu. "Rehema, acha." Lakini Rehema hakuonekana kuwa tayari kukaa kimya tena. Alimwangalia Neema moja kwa moja. "Nilimwamini, nilimpenda na nilifikiri atakuwa mwanaume wa maisha yangu." Neema alimtazama Daniel. Daniel hakuweza hata kukutana na macho yake. Rehema aliendelea kusema. Lakini siku moja, Daniel alipotea ghafla. Neema alihisi moyo wake kupiga kwa nguvu, kwa sababu hadithi hiyo ilikuwa inafanana sana na hadithi yake. Daniel alipotea bila kusema chochote. Siku kadhaa baadaye, niligundua alikuwa ameondoka na mwanamke mwingine. Neema alimtazama Daniel kwa mshangao. "Je, ni kweli?" Daniel alinyamaza. Ukimya wake ulikuwa na uzito kuliko maneno yoyote. Rehema akasema tena, "Nilijaribu kumtafuta kwa miezi mingi, lakini Daniel alikuwa tayari ameanza maisha mapya." Neema alihisi macho yake kuanza kuwa na machozi, kwa sababu sasa alielewa kitu cha kutisha. Daniel alikuwa na historia ya kuumiza wanawake. Lakini bado kulikuwa na swali moja. "Kama ni hivyo," Neema alisema polepole, "kwa nini uko hapa?" Rehema alishusha macho yake chini. Kwa muda mfupi alionekana kama mtu anayepambana na mawazo yake. Halafu akasema, "Kwa sababu niligundua kitu kingine." Daniel alitikisa kichwa. "Usiseme." Lakini Rehema aliendelea kusema, "Baada ya Daniel kuniacha, nilipata ujauzito." Neema alihisi kama dunia imeacha kuzunguka. Daniel alifunga macho kwa uchungu.
Rehema. Lakini sasa ukweli ulikuwa tayari umeanza kutoka. Ndiyo, Rehema alisema kwa sauti polepole. Mtoto ni wa Daniel. Neema alishika kifua chake kidogo. Alijaribu kuvuta pumzi polepole. Kwa miezi 6 aliyokuwa na Daniel, hakuwahi hata kusikia kuhusu mwanamke aitwaye Rehema, wala mtoto. Kwa nini Daniel alikuleta hapa? Rehema akageuka kumtazama Daniel. Alisema atanisaidia, lakini badala yake amenificha hapa kwa siku 3. Neema alishangaa. Siku 3? Rehema akatikika kichwa. Ndiyo. Daniel akasema haraka. Nilikuwa natafuta njia ya kusaidia, lakini sauti yake haikuwa na nguvu kama zamani. Mzee Omari ambaye alikuwa kimya muda wote, sasa alisogea mbele kidogo. Watoto wangu, alisema kwa sauti ya utulivu. Kuna jambo hamlijui. Neema alimwangalia mzee. Jambo gani? Mzee Omari akatazama Daniel kwa muda mrefu, halafu akasema polepole. Daniel hakuja hapa kwa bahati mbaya. Neema alikunja uso. Inamaanisha nini? Mzee Omari akanyamaza kwa sekunde chache, halafu akasema maneno yaliyomfanya wote watatu wabaki kimya. Daniel amekuwa akikuja kijiji hiki kwa miaka mingi. Neema alishangaa, lakini alisema hajawahi kufika hapa. Mzee Omari akatikisa kichwa polepole. Huo si ukweli. Neema alimtazama Daniel kwa macho yaliyojaa mshangao. Kwa nini ulidanganya? Daniel alionekana kama mtu aliyebanwa na ukweli usioweza kufichwa tena. Lakini kabla hajajibu, Mzee Omari akasema kitu kilichowafanya wote watatu washtuke. Kwa sababu kijiji hiki kina siri ambayo Daniel hataki mtu yoyote aijue. Neema alihisi moyo wake kupiga kwa nguvu. Siri gani? Lakini kabla Mzee Omari hajajibu, kutoka mbali gizani kulionekana kiwili cha mtu mwingine kinakaribia, na sauti ya mtu huyo ilisikia wazi katika usiku ule mtulivu. Hatimaye nimewapata. Ni nani mtu anayekuja kutoka gizani? Ni siri gani Daniel anaficha kuhusu kijiji cha Mlimani Mwema? Na je, Neema ataendelea kumwamini Daniel baada ya ukweli huu? Usikose episodi ya 4 ya simulizi Kilio kutoka Gizani. Kama umefurahia simulizi hii, bonyeza subscribe, like video na pia andika maoni yako. Mimi ni Dennis na nitakuona tena kwenye simulizi inayofuata.